Kijana machachari, kijana mchechemuzi wa masuala ya afya ya jamii. Tuko kwenye kongamano la 12 la afya Tanzania. Nilikuwa ninapenda kukuuliza, je, unahisi kuna faida zozote kwa vijana kuhudhuria makongamano kama haya? Sawa, asante sana. Nichukue nafasi hii kukupongeza sana kuwepo kwenye kongamano la 12. Ni jambo la heri sana tunapokutana vijana katika sekta ya afya kuweza kujifunza na kuweza kuona kwa namna gani tunaweza tukachukua nafasi hii kuweza kuifikia jamii. Tukienda moja kwa moja kwenye swali lako, ni faida gani ambazo vijana tunazipata labda kushiriki kwenye makongamano haya? Cha kwanza, tunatakiwa tutambue kwa nini tupo kwenye makongamano. Na tukishatambua kwa nini tupo, itatusaidia sana kujua kwa namna gani tunachoenda kujifunza kitakuwa na faida kwa jamii, lakini hata watu ambao tunawahudumia. Kwa nikijikita moja kwa moja kwenye faida kuu, moja ni kuweza kujifunza mabadiliko yaliyopo katika sekta ya afya. Unajua kwamba katika sekta ya afya kila siku kunakuwa na mabadiliko mapya. Kuna mlipuko wa magonjwa, lakini pia kuna mabadiliko ya taarifa za kila siku. Unaposhiriki makongamano kama haya, yanakusaidia kuweza kufahamu kwenye afya zimefanyika tafiti gani, kwenye afya kuna maboresho gani kwenye kutoa huduma, lakini pia kwenye afya kuna maendeleo gani ambayo yamepigwa, na kwa namna gani changamoto ambazo tumekutana nazo katika kutoa huduma za afya zinaweza ikawa na mchango katika jamii ambayo tunaizunguka kwa kuweza kuzitatua. Lakini kitu cha pili ni kuweza kukutana vijana kwa pamoja na kuweza kujadili kwa namna gani tunaweza tukashikana mkono na kuweza kulisukuma gurudumu la sekta ya afya kuweza kusogea mbele. Tunafahamu kwamba vijana tunachukua takriban 65% katika bara la Afrika, na population hii kuwa kubwa ni faida sana kwetu, kwa sababu tukiungana pamoja tunaweza tukabeba jambo moja na tukaweza kufikia jamii kwa wakati mmoja, kwa sababu tuna idadi kubwa ya vijana. Kwa hiyo kongamano hili au makongamano haya yanakuwa na faida sana kutukutanisha pamoja vijana, kuweza kufahamiana, lakini na kuweza kuungana katika kuendelea kuisukuma gurudumu kwa kuendelea kushikamana. Faida ya tatu kubwa ni kuweza kujifunza kwa wataalamu wa afya ambao wamekuwepo kwenye hii idara kwa muda mrefu. Tunafahamu kwamba mtu yeyote ambaye anakuwa expert anakuwa amepitia changamoto nyingi na aliweza kutatua changamoto hizo kwa sababu ya uzoefu aliokuwa nao. Kwa unaposhiriki makongamano haya, tunaweza kujifunza kutoka kwao na kuweza kuona wao walichukua hatua gani katika kupambana na changamoto ambazo wamekutana nazo, kiasi kwamba sisi tutakwenda kufanya majukumu yetu iweze kuwa ni chaki ya kufanya pasina kuwa na makosa mengi kama walio kufanya kipindi cha nyuma. Kwa hiyo faida ni nyingi, lakini hizo ni kwa uchache. Asante sana. Umezungumzia vijana kujifunza kutoka kwa seniors, watu wakubwa wenye utaalamu katika field ya afya. Unahisi watu ambao ni seniors wanaweza kujifunza kutoka kwa vijana? Hilo nafikiri moja kwa moja kwamba sisi tumezaliwa katika kizazi cha sayansi na teknolojia. Sayansi na teknolojia, sisi tunakuwa ni wahanga wakubwa. Kwa hiyo kwa sababu sisi ni watumiaji wazuri wa sayansi na teknolojia, au tunatumia vumbuzi zinazopatikana kutokana na sayansi na teknolojia, wazee wanaweza kujifunza kwetu moja kwa moja, kwa sababu kwa kipindi cha nyuma kuna uwezekano hawakuwa wakizitumia hizo teknolojia mpya, lakini kwa sababu ya sisi kuweza kujifunza na kuwa na ule mwitikio wa kuweza kuelewa zaidi, wazee wanaweza kujifunza pia kutoka kwetu. Lakini pia wanaweza kujifunza kwa namna gani sisi tunapofanya kazi zetu katika uhaba wa vifaa tiba au uhaba wa resources tunafanya majukumu. Kwa hiyo kuna namna wanaweza kujifunza moja kwa moja kutoka kwetu, na inakuwa inawasaidia pia wao kuona kwa namna gani wanaweza kutushirikisha sisi katika kufanya kazi zao na miradi yao. Asante sana. Asante sana kwa majibu yako yalikuwa sahihi na genuine. Asante.